Makini bwana, watu wametumaliza bwana. Mshahara anakula 1500 kwa mwezi. Mtu anakata NSSF, NHIF, refi, income tax, pay as you earn as you pay, marriage tax, pedestrian tax, zebra crossing tax, traffic lights tax, value added tax, tax added value. Ile kitu bwana anapaki kwenda kuchukua ni ile karatasi ya payslip. Utakataa kupewa kitu kidogo. Watu nyalile bwana. Mahakamani hela ndiyo haki, wewe utate ustakiwa ndiwe mstaki, utajiri huwa ushahidi, warudisha jamhuri yetu nyuma. Wakisema one time tunawaambia nini? Tunawaambia nini? Tunawaambia nini? Ati Kisumu mnawaambia. Hi guys, so kama unalipa rent, kama wewe ni landlord, ama kama ulikuwa una plan kujenga, think twice. If the finance bill passes, the finance bill 2025 passes, kitakuramba. Kama unalipa rent mahali, either kwenye unaishi ama ume rent ka shop, pia kama wewe ni landlord uko na apartments, ama pia kama una own a property in an urban area, be it Nairobi, Eldoret, Kisumu, Nakuru, Mombasa. If the finance bill 2025 passes, kitakuramba. Hata wewe mwenye una nyumba, umerenti nyumba, unaishi kwa mtu, kitakuramba. Do you know how? The finance bill ikipita, kuna so many taxes zimeongezwa kwa already existing taxes, which means commodity prices are commodities, za construction na rent and everything inaenda kupanda. Check my next video because I've detailed it na nime explain what's really happening. My people, when we say reject finance bill 2025 for a minute, let me tell you, this time ni kumoto. Mulifikiria last year hata ilikuwa favor ya this time? Hakuna kupumua. Let me go straight to the point. Kuna kitu ya kwanza inaitwa neonatal tax. When you bring a new creature to the world, yani Mungu akikubless na mtoto, President Ruto alikaa chini akafikiria, these people have to pay tax for giving birth. Imagine, na halishi mtoto. Number 2, let's go to VAT. VAT it affect kila mtu, whether you are poor, whether you are rich. Imagine it increase from 16% to 18%, whereby all goods will be taxed. Mpaka zile goods zilikuwa zero rated, they have to be taxed. Kitu kama mkate, soda, mafuta yani everything will be taxed. Number 3, let's go to payslip. Wale watu wa payslip sijui kama mnapumua tafadhali. Are you really breathing? Because hii finance bill haijawa favor hata kidogo. Imewangoa kuwangoa. And let me tell you, this government is not joking. This is dictatorship of the highest order. Because if you continue controlling these Kenyans, tunaumia. Number 4, it goes to landowners. Whether the land is leased, whether the land is from inheritance, lazima ulipe 10% of that particular land. You can imagine. Alafu it has gone to a point, ime affect mpaka wakulima. If you're going to produce something from that particular land, you have to pay 5% of the production from that particular land. Kama utakuwa umepanda sukuma wiki, nyanya, or whatever stuffs, you have to pay 5%. You can imagine. Alafu, kuna wale watu wa KRA. Imagine kama umefanya kazi yako, whatever the amount you have in your M-Pesa, they have to snoop in. Yani lazima wa check what you have in your M-Pesa without your authority. Serikali inataka kumonitor account yako. Tell me, we have to drain the swamps to this point because no. Hii hatuwezi kubali. Hata nimesikia kutapika, wacha nitoke hapa. Tawaendeleshia kwenda kesho. The same video I did in January when they gave us the proposal. Nilifanya January this video here. And most of the people are like, wewe umejulia wapi? Information unatoa wapi? Kazi yako ni kuongea tu. Anyway, it's out. And few weeks, hiyo finance bill ipitishwe isipitishwe. So, jawabu ni kwako. Aluta. Anyway, Kenya.